Mimi ni raia ya kawaida. Mimi niliambiwa na rais nirudi wa Munyoro, niko wa Munyoro. Na hiyo wa Munyoro pahali walinituma nikaenda, nikatii. Sasa naona kila mtu anazungumzia hiyo wa Munyoro. Mimi ni mwananchi wa kawaida, mimi ni Mkenya. Lakini pia ni kiongozi na niko na wafuasi wengi sana ambaye wananiamini, wananitegemea na ninaendelea kutafuta mbinu na njia vile hii Kenya itakaa mzuri, na nitachangia kiasi fulani. Nitachangia kiasi fulani kupanga hii Kenya na kutafuta uongozi bora. Na ndio nimeanza kushikana na viongozi wengine katika Jamhuri ya Kenya tukiwa na mikakati ya kukubaliana vile Kenya itakaa. Na si ati mimi ni kiongozi wa upinzani, mimi tu ni kiongozi msema ukweli. Unajua sasa ukisema ukweli unaambiwa wewe ni mpinzani, kwa sababu lazima tuambie serikali hii haifai. Hii maneno ya kuteka watoto nyara na kuwaua ni mambo hatuwezi kubali. Na hiyo maneno nilipinga nikiwa naibu wa rais. Ukikumbuka tariki 26 nilienda Mombasa nikatoa taarifa nikiwa naibu wa rais. Nikasema hii maneno ya kuteka watoto nyara na kuwaua ni makosa na sikubaliane naye na inatakana ikomeshwe. Na niliongea nikiwa deputy president. Si ati ninaongea saa hii. Hiyo maneno nilianza zamani. Na ningetaka kuchukua nafasi hii niambie rais, ni makosa sana wewe kama rais uko na mikakati ya kutafuta amani katika DRC Congo. Na kwako nyumbani serikali yako nateka watoto nyara na kuwaua. Sasa hiyo inakuwa wewe uongei ukweli, itakuwaje kwako nyumbani serikali yako nateka watoto nyara na kuwaua? Alafu wewe unajifanya unapenda amani. Ati unaenda DRC Congo kuunganisha watu ya Congo ati kuwe na amani, watu wasiuane. Hiyo maneno si ya ukweli, na hiyo maneno tutaendelea kupinga kwa sababu ni makosa. Hao watoto wetu hakuna makosa wamefanya. Hao tu ni kusema, anasema Kenya haiendi vizuri, uchumi umezoroteka, na wanauliza maswali na ni haki yao kwa sababu iko katika katiba ya Kenya. Kwa hivyo ni makosa kubwa sana serikali ambayo imechaguliwa kuteka watoto nyara na kuwaua. Na ndio umeona huyu waziri wetu Justin Muturi, mtoto yake alitekwa nyara, mimi nikiwa naibu wa rais, na akazungushwa na hao wakuu ya security wakimdanganya mpaka akaenda akamconfront rais kumuuliza kwa nini mtoto yangu ametekwa nyara, na ni rais alipiga simu, huyo mtoto akaachiliwa. Kwa hivyo rais akitaka hii utekaji nyara iishe, itaisha, kwa sababu yeye ni simu moja tu alipiga, kwa sababu anajua ni nani alipigia, which means he knows ni nani anafanya hii kuteka nyara. Kwa hivyo niseme sisi tutaendelea kutetea haki ya Wakenya, tutaendelea kusimama na Wakenya kwa sababu ni muhimu kuwe na viongozi ambaye ni shupavu, ambaye hawana uoga ya kutetea Wakenya. Mheshimiwa Rigathi, mambo haya ambayo unayazungumza sasa hivi, labda Mkenya anaweza jiuliza, mbona wakati ulikuwa kwa serikali huzungumza mambo kama haya? Unangojea ukishatolewa ndio unaanza kuongea. Je, utaaminika vipi na Wakenya? Nimekuambia tariki 26 mwezi wa 6 mwaka uliopita, nikiwa naibu wa rais katika nyumba yangu Mombasa, nilikashifu utekaji nyara na uwaji ya watoto nikiwa naibu wa rais. Siongei saa hii, nilianza kuongea mapema. Mambo ya finance bill nikiwa naibu wa rais, niliambia wabunge wasikize ground kwa sababu ground inakataa. Mimi hakuna kitu naongea hata moja sikuwa naongea. Mengi nilikuwa namwambia rais tukiwa na sisi wawili, lakini ikafika pahali nikaanza kuzungumza hadharani. Kwa hivyo mimi niko na record nilizungumza nikiwa kwa ofisi. Na ndio nikapata shida sana na rais. Akaamua kunitoa kwa sababu nilikuwa naongea nikiwa ndani ya serikali, kwa sababu kuna mambo ilikuwa nafanyika mimi siwezi kubali. Ikawaje Mheshimiwa Rigiji, wakati wa protest za Gen Z wakati ulikuwa Mombasa, ikawaje ukaongea baada ya rais kuongea? Si ile rais